mtumishi. Na ndio. Tumejifunza somo juu ya kumjua Yesu Kristo. Sasa pale watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba kumjua Yesu Kristo ni kwa namna gani. Kuna watu wanajua kwamba kumjua Yesu Kristo ni kujua kusoma Biblia, wengine wanajua kwenda kanisani. Wewe unazungumziaje hilo kwa upande wako? Kumjua Yesu Kristo kwanza kabisa kumjua kwa undani, kwa ujue matendo yake jinsi yanavyojidhihirisha kwa maisha ya mtu. Sawa. Yaani ukishajua matendo ya Yesu Kristo tayari utakuwa unajua Yesu huyu ni ukoje. Unaweza ukawa unajua kusoma vitabu Biblia, lakini usipojua matendo na namna gani natakiwa uyafikie yale matendo, utakuwa hapana hujafanya chochote. Kwa hiyo lazima kwanza ujue kazi za Yesu zinafanya nini maishani mwa mtu. Ukishajua kazi za Yesu mwenyewe, basi utakuwa unamjua Yesu mwenyewe. Sawa, maana yeye alikuwa anajidhihirisha kwa vitendo. Yale matendo tu yanadhihirisha. Ndio maana hata ukiangalia wakati Yohana anaagiza wale wanafunzi, anasema kwamba kaulize ni yeye au tutarajie mwingine anakuja. Hivyo alilomwambia anasema tu vipofu wanaona na viwete wanatembea. Kwa alitoa matendo kwamba yale tu matendo yanaelezea kwamba ni Yesu. Na pia hata kile kipengele ambacho watu wengi wanasema kwamba kujua Yesu labda ni kuingia ibadani au kujua kusoma Biblia. Hivi unazungumziaje yule mkushi yule towashi yule? Yule towashi inaonekana alikuwa anaenda kanisani, alikuwa inawezekana alikuwa ni mtoaji mzuri, alikuwa ana sifa nzuri tu pale. Lakini vipi pale wakati anasoma chuo cha nabii Isaya, alikuwa anakielewa kweli? Kwa yule mkushi inavyoonekana hakuwa anakielewa. Alikuwa anasoma tu kama ilivyo hata sasa kuna watu wanaweza akasoma Biblia, akasoma maandiko, lakini asichukue chochote pale kwenye yale maandiko. Maana yake anakuwa hajaelewa, na mtu huyo maana yake anahitaji apate wa kumwelewesha. Ndio maana hata mahali pale aliagizwa mtu ili akamweleweshe. Filipo akamwambia alipofika pale, akamwambia vipi unachokisoma unakielewa? Akasema nitawezaje kuelewa mtu asiponiongoza? Tafsiri yake kusoma, alikuwa anasoma, anajua kusoma Biblia vizuri, lakini kuelewa ndio ilikuwa mtihani. Kwa hiyo kwa kifupi alikuwa bado hajamjua Yesu. Tukirudi kwenye kisa kile kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 24 kuanzia mstari wa 13 mpaka 12 pale, tunawaona wale watu wawili wanatembea. Hivi unafikiri kitu gani kilichotokea pale tukihusianisha na habari za kujua Yesu Kristo? Maana walitembea naye, wale watu walikuwa wanatembea naye, na wakati wanatembea naye wakawa tu wanaelezea habari za jinsi gani ilivyotokea. Na wao sasa wakasema mpaka sasa ni siku ya 3. Na hao ndio wale ambao wanakuepo kanisani, lakini anakuwa anasoma Biblia lakini bado hajamjua. Maana wao walivyoona kwamba ni siku ya 3 tayari hawakuwa wameamini kwamba yale maandiko yaliokuwa yameandikwa kwamba siku ya 3 atakuwa amefufuka. Wao hawakashindwa kuelewa kile kipengele, wakabaki tu wanajiuliza maswali wao kwa wao. Na ndipo sasa na yeye akawatokea hapo. Na wakati anawatokea bado wakawa hawaelewi, kwa sababu bado yule ambaye namzungumzia. Kwa hiyo kikubwa pale wao tu hawakuwa wamemjua Yesu Kristo, na hawakuamini kile kilichokuwa kimeandikwa. Walikuwa wanasoma wanaachia pale walipokuwa wamesoma. Kwa hiyo hapo kumbe tunaweza tukaelewa kwamba kuna mwingine unaweza kumkuta mtu anazungumzia habari za Yesu, jamani Yesu anaponya, lakini
hajui uponyaji wa Yesu ukoje, hajawahi kuishi ule uponyaji, hajawahi kutendewa. Yani yeye anazungumza tu kwamba Yesu anaponya, anaokoa, ukiwa na shida lakini kuthibitisha hajawahi. Ndio kile kilichotokea kwa Kleopa pale. Sawa sawa. Ndio maana pale ukisoma habari zile, wakaendelea wakazungumza naye, wanamshangaa Yesu, wanamzungumzia lakini wanamshangaa, hawajui. Lakini mwisho wa siku ule mkate tu, ule mkate ule ukawafumbua macho. Ndio maana anasema kwamba kuna watu wanaweza kukumbuka shuka kumekucha. Ndio akasema kwa nini mioyo yetu kuwaka, tukafahamu haya yote, lakini mkate ukawafungua. Kumbe neno ni mkate, unaweza kuwafungua. Neno ni mkate wa uzima. Linaweza kuwafungua watu ambao bado wamefungwa macho yao wasione. Lakini sio kila mtu anaweza kufunguliwa, si ndio? Kwa sababu inategemeana na yeye mwenyewe, moyo wake ameuweka tayari kwa ajili ya kuandaa. Maana lazima ili upokee lazima uwe umeswitch on kupokea. Kwa hiyo mtu unakuta jinsi package ile ilivyoandaliwa, anavyoipokea anaipokeaje. Ni kama chakula kile kikishapikwa, kikishaandaliwa, inategemea na wewe utakulaje. Basi hilo ni jambo zuri sana. Ndio. Kweli ni jambo la matumaini. Kwa kweli tunatakiwa tujifunze kumbe kumjua Kristo, hata tunapowashuhudia watu tunawashuhudia kwa kujiamini, kwa sababu usipomjua ukasikia tu habari hizi, maana yake unaweza kuzungumza, ukifika mahali unashindwa kujiamini kwa sababu una uthibitisho wote. Kwa maana wengine wakiulizwa kwamba hebu tuambie habari za Yesu zikoje, Yesu wewe kumuona wapi, unakuta mimi tunasikia mara huwa tunasikia mchungaji wetu anahubiri, mara si tunaona tu tunakuja kanisani hatujui. Kuna watu wanafuata mkumbo kama bendera, anafuata upepo. Lakini mtu yule aliyemuona Yesu, anayemjua Yesu, maana yake kuna mahala alikutana naye, saa nyingine alikuwa mgonjwa, alipomwita Yesu akaonekana. Maana yake hata anaposhuhudia kwa watu ana nguvu ya kushuhudia, kwa sababu tayari ana uzima wa Yesu ndani yake, ambao yani msaada wa Yesu ameuona wapi ambapo umemsaidia. Sasa unawaambiaje wapenzi watazamaji watakaotazama video hii sasa, habari za kumjua Yesu, unawashauri nini? Maana tunajua kwamba wako watu makundi mawili, kuna watu wanaomjua Yesu na watu wasiomjua Yesu. Unawashauri nini wale wasiomjua Yesu? Wasiomjua Yesu, ushauri wangu ni kwamba sana sana ni kujikita kwenye kupata mkate ambao ni mkate wa uzima, ni neno la uzima. Na ukishapata ule mkate wa uzima, maana yake tayari utafunguliwa. Maana hata wale watu wawili kina Kleopa walifumbuliwa macho yao kupitia ule mkate wa uzima, na mwisho wa siku wakawa wameelewa kwamba kumbe tulikuwa tumechelewa. Maana wakaona kama vile walikuwa wamechelewa. Kwa hata watu hawa ambao wanatazama hapa, na washauri na kuwasihi kwamba wazidi kuishi kwenye ule mkate ambao ni neno la Mungu, neno la uzima. Ipo siku moja watafunguliwa na watajua kwamba tulikuwa tumechelewa wapi. Tulikuwa na Yesu, kumbe tulikuwa na Yesu, alafu tukawa hatumuhisi kumuona, kumjua. Kwa hiyo basi, wapenzi watazamaji, huu ni wito, ni mwaliko wa pekee sana kwa ajili ya kutaka kumjua Yesu Kristo. Karibu sana, uungane pamoja nasi, tunawakaribisha ili unapokuwa unazungumza habari za Yesu usiwe na wasiwasi, usiwe na kigugumizi, unaongea unajiamini. Vipi kuhusiana na hawa watu ambao wanamjua Yesu, na waambiaje na hao? Kuna watu pia wanamuelewa Yesu vizuri sana. Hawa ambao wanamjua Yesu wanamuelewa, nina shauri tu kwamba wazidi kumuelezea Yesu, waeleze matendo ya Yesu, ili sasa, maana kama ilivyoandikwa kwamba tuenende ulimwenguni mote tukaihubiri injili ya Yesu. Kwa hiyo kila mahala wawe mawakili wazuri wa Yesu Kristo, kuwakilisha kazi ambazo Yesu alizifanya. Wamuelezee kwa kina vile ambavyo wanamuelewa. Sawa kabisa. Itasaidia kwenye watu ambao hawajamuelewa Yesu Kristo, ambao hawamjui Yesu. Sawa kabisa. Basi nashukuru sana kwa ajili ya somo zuri sana ambalo tumejifunza wakati huu. Natumaini kwamba watu wameshaelewa, watazamaji wote. Ndio. Wale ambao hawajamjua Yesu Kristo basi watamjua Yesu Kristo, kwa sababu watavutiwa na hiki ambacho
tunakizungumza hapa. Na wale pia wanaomjua Yesu Kristo waendelee pia kuwaambia watu wengine ili wazidi kumjua Yesu Kristo, ili siku moja basi tupate